Natakiwa niwe nafunga na kuomba mara 2 kwa wiki. Natakiwa niwe nafunga na kuomba mara 8 kwa mwezi. Natakiwa niwe nafunga na kuomba mara ngapi? 48 kwa mwaka. Yesu asifiwe. Natakiwa niwe ninakesha kwa wiki, angalau ninakesha mara 1. Natakiwa nipunguze kura. Hatima yangu, mwisho wangu, nisipolipa hii gharama, nisipojiandaa, nisisome neno, sitaweza kusimama hapa. Bwana asifiwe. Au semi tu mimi nataka niwe mtu fulani afu nakuwa mtu fulani. Unajua likupasaro kufanya. Bwana asifiwe. Ndio maana wanakalisha watu hapa asubuhi mpaka jioni hapa, na wafundisha watu hapa kanisani kwetu hapa. Inaanza semina asubuhi saa 3 mpaka saa 1 jioni. Mnajifunza, mnamaliza kujifunza, mnaomba. Mnaanza tena kujifunza, mnamaliza, mnaomba. Hawa watu wanajua wanakoelekea. Na wanajua gharama ya kulipa. Wasiojua wanakoelekea tukifundishana hapa masaa 3 ni miayo tu. Staili zote za kukaa kwenye kiti zinaisha. Sio? Na usishangae kesho aje tena. Shida nini? Hakujua anakoelekea. Hajui niandae kitu gani, nibebe kitu gani. Watu wale wanajeshi wakiendaga vitani, hawajui atarudi lini. Angalia yule mwanajeshi anavyojikwip. Umeelewa? Yaani yale mahitaji aliyobeba sio tu silaha, hajashika silaha mkononi. Mahitaji maji, chakula, vitu gani alivyojiwekeza hivyo. Ukipewa wewe uwezi hata kuinuka hivyo katembea. Lakini ni maandalizi, anaenda vitani. Maandalizi yanawezekana pale watu wanapojua mwisho wao. Bwana asifiwe. Unashangaa mtu tu yuko busy anajiandaa kuoa, hajui anaoa lini. Sio afadhali ajue anaoa lini. Hajui kama anaoa au anaolewa. Alafu yuko busy kujiandaa. Is it possible? Watu wa Mungu, inawezekana? Yaani umekazana tu, unakusanya mali. Unaoa, mimi sijui kama nitaoa au sio. Hii hela hii ni ya mali. Tunajua huyu anaoa. Sawa? Maandalizi yanaweza akatuambia wewe unaelekea wapi, hata usipotuambia. Sawa? Investment of time, unawekeza muda kwa Yesu. Tunaanza kujua huyu jamaa anaenda kuwa na kitu kikubwa cha kimungu. Huyu jamaa biashara yake itakuwa kubwa, kwa sababu sio tu wachungaji wanaopaswa kuomba. Hata wafanya biashara ni waombaji. Umeelewa? Mimi ninapoomba washirika waje kanisani, mfanya biashara anaomba watu waje wanunue bidhaa zake. Umeelewa? Fanya kazi anaomba ili apate kibali kazini kwake. Ndio maana watu wa Mungu wasifojua sasa hivi maombi ni kazi ya watumishi wa Mungu wachache kanisani. Nyinyi kuleni kunyweni, baba yenu naomba kwa ajili yenu. Wewe subutu. Tuna maombi ya kufunga, tunaanza kesho. Hilo ni tangazo, sio fundisho. Sawa? Mungu nasema amen. Yesu asifiwe. Namba 4.